Hello my family, karibu kwenye channel yetu ya Umoja TV. Tunaposti mafundisho mbalimbali ya watumishi wa Mungu, na leo tunao Bishop Gwajima akitufundisha umuhimu wa baraka kwenye maisha yetu. Kama tunavyofahamu, baraka ni muhimu sana, hasa inayosababisha promotion inatokea kwa watu. Naomba utazame video hii mpaka mwisho, na kama ni mara yako ya kwanza kutembelea kwenye channel hii, tafadhali naomba usubscribe, ushare na kulike video hii. Asante, naomba tukutane kwenye video inayofuata. Kwanza tujue kwamba Mungu ndiyo mwanzo wa baraka. Kwenye kitabu cha Mwanzo sura ya 1 na mstari wa 28, Mungu akawabarikia akisema, zaeni muongezeke. Kwa hiyo Mungu alipowaumba watu, pamoja na kwamba ameweka vidole vyake na pumzi yake, lakini Mungu akaona haitoshi, lazima aweke baraka, akawabarikia. Pamoja na kwamba amewaumba kwa sura yake na kwa mfano wake, na amepulizia pumzi, wamekuwa nafsi hai, lakini bado Mungu akaona awabarikie. Unapopata baraka, baraka ya Mungu inakusustain kwenye lile kusudi ambalo Mungu amekuitia. It is the blessing of God that sustains you in your God-given purpose. Lakini pia unaona Mwanzo sura ya 5 mstari wa 1 na wa 2 inasema hivi: hiki ndicho kitabu cha vizazi vya Adamu siku ile Mungu alipowaumba, kwa mfano Mungu aliwafanya. Mwanaume na mwanamke aliwaumba, akawabarikia, akawaita jina lao Adamu siku ile alipowaumba. Tunaona Mungu anapoumba anabariki. Jambo la kushangaza sana. Baraka ni sehemu kubwa sana ya kukisustain kitu. Anaumba, anapulizia pumzi, udongo ni wake, pumzi anaweka yeye, lakini bado anabariki. This is to show kwamba baraka ni jambo la muhimu mno. Baada ya gharika, watu wote wameteketea, dunia yote, amebaki Nuhu na familia yake. Nuhu alipotoka ndani ya safina, Mungu akambariki tena Nuhu na wanawe. Ukumbuke dunia watu wote walikuwa wamekufa, hamna mtu. Dunia imebaki na watu 7-8 hivi. Akiugua mmoja wao au watatu au 4, dunia inakosa watu. Kwa hiyo itamlazimi Mungu aumbe tena, na Mungu hataki kuumba tena. Wamebaki 8 tu, dunia yote wamekufa. Sasa hao 8 wakiugua, wakapata malaria, wakapata nini, wakafa. Mungu alipotoka ndani ya safina, ikabidi awabariki. Unaona kwenye Mwanzo sura ya 9 mstari wa 1, Bwana akambariki Nuhu na wanawe, akawaambia. Akawaambiaje? Zaeni mkaongezeke, muijaze nchi. Aliona hawa watu ni 8 tu, sasa nchi watu wote wamekwisha. Kwa hiyo akaweka baraka ya kuzaa, akasema zaeni mkaongezeke. Mungu ana baraka, ni kusema. Mungu akawabarikia akasema. Hebu sema, akawabarikia akasema. So baraka huwa inakuja kwa kusema. Mungu anaposema, hata kama ungekuwa umesoma kiasi gani, hata kama ungekuwa na elimu kiasi gani, lakini kama baraka za Mungu haziko pamoja na wewe, huwezi kufanikiwa. Ndio maana lile andiko tukasoma kwenye kitabu cha Mithali, baraka ya Bwana hutajirisha na wala haichangamani na huzuni. Ina maana upo utajiri ambao mtu anaweza kupata, lakini ndani una huzuni ya ajabu ajabu. Mara naambiwa utajiri wako huu uruhusiwi kuvaa viatu, mara uruhusiwi kulala kitandani, mara uruhusiwi kumpa ndugu, mara uruhusiwi. Ni utajiri, lakini mara presha, mara ugonjwa wa moyo, mara kisukari, mara nini. Hata utajiri mwenyewe mtu hufurahii, unakuwa hauna maana yote. Wakati sisi tuliobarikiwa na Bwana tunakula vyote, tunakula vyote alivyosema Mungu kula, na hata vile ambavyo hatuvijui tumeambiwa kuleni bila kuuliza maswali. Patikana chochote tunakula na hatuna neno. Tumebarikiwa na Bwana. Lakini sasa, kabla hatujakwenda kuangalia kwamba ni nini hasa kinatokea mtu anapobarikiwa, tumeona kwamba Mungu ndio mwanzo wa kubariki. Anaumba, lakini anaona haitoshi. Anapulizia pumzi ya uhai, anaona haitoshi. Anaweka na sura yake kwa mtu, anaona haitoshi. Anaweka na mfano wake kwa mtu, anaona haitoshi. Anamalizia na kubariki, na anapobariki anasema. Hebu sema, anasema. Kwa hiyo ni muhimu sana unapokuwa unabarikiwa kusikia yanayosemwa. Ukiwa unabarikiwa ukasema tu usikie yanayosemwa,
na kwa sababu husikii anayosema huwezi kuyadai. When the blessing of God is coming, you must listen to what is being spoken to you, because to bless is to say. God blessed Noah and his sons and he said. God blessed Adam and Eve and he said. Isaac blessed Jacob and he said. Jacob blessed his sons and he said. Unaona, Mungu akabariki Adam na Eva akasema. Mungu akambariki Nuhu na wanaye akasema. Mungu Melkizedeki akambariki Abrahamu akasema. Abrahamu abarikiwe na Mungu aliye juu sana. Isaka akambariki Yakobo akasema, harufu ya mwanangu ni kama shamba lililobarikiwa na Bwana. Abrahamu akabariki kwa kusema, Isaka akabariki kwa kusema, Yakobo akawaita wanaye akawabariki kwa kusema. Akasema kwa mmoja mmoja, na vile alivyosema ndivyo maisha yao yalikuwa, wao na watoto wao na vitukuu vyao na vilembe vyao. Kwa hiyo kumbe baraka inapenya mpaka kwenye utu wa mtu, inakaa kwenye DNA, inakaa kwenye genes za mtu, na inaanza kusafiri kama umeme unavyosafiri kwenye waya. Maneno yamezungumzwa miaka 100 iliyopita yanasafiri kwenye waya mpaka unajikuta baadaye watoto wako wanakuwa wakuu katika nchi kwa sababu ya yale maneno yaliyosemwa. Natamka, mwanangu, stawi, uenee pande zote, uwe na afya, na isipatikane siku moja umepata jambo la kukusikitisha na kukushusha moyo. Hapo sasa baraka imetoka. Lakini kwa mtu asiyejua maana ya baraka, yuko tu amekaa namna hii, anasema nasubiri mahubiri. 2022 sio ya mahubiri. 2022 mwendo wa baraka, ni mwendo wa baraka. Asiye na afya, una afya, asema Bwana majeshi. Ambaye hujawahi kununua gari, iwe hivyo na kuona unaendesha. Ambaye hajawahi kuwa na kiwanja na kuona umenunua kiwanja mahala pazuri. Ambaye hujawahi kusafiri ng'ambo, utasafiri kwenda ng'ambo. Ambaye unatafuta mchumba mzuri anayemcha Bwana, mchumba maskini ili mtajirike wote pamoja. Siongelei wale wanaotafuta mchumba tajiri, hapana. Wanaotafuta mchumba maskini na wewe ukiwa huna kitu, lakini huyo mchumba maskini ana baraka ya Bwana na wewe una baraka ya Bwana, alafu mnaunganisha wote pamoja, mnasukuma mpaka kufikia hatima yenu. Mtu apige kelele na aseme haleluya. I am not talking about fellows who are looking for rich guys. You see, when you're looking for someone who is rich, his blessings, material blessings, vitu alivyo navyo havitokani na baraka ya Mungu. Na chochote ulicho nacho, iwe ni amani, iwe ni furaha, iwe ni afya, iwe ni nyumba, iwe ni gari, awe ni mke, awe ni watoto, iwe ni cheo, iwe ni nafasi, uwe ni ubunge, uwe ni uraisi, uwe ni mwenyekiti wa serikali za mitaa, uwe ni upapa, iwe ni nafasi yoyote, kama haikutokana na baraka za Mungu, hiyo nafasi ni ya muda. Maana Mungu akikubaliki alafu ukapata kitu kinachotokana na baraka ya Mungu, chenyewe kinadumu. Na wapenda wale wanipendao, na wale wanitafutao kwa bidii wataniona. Utajiri na heshima ziko kwangu, naam, na mali idumuyo, na mali idumuyo. Ina maana iko mali isiyodumu, ukiipata baadaye inapoteza. Ina maana iko ndoa isiyodumu, ukiipata baadaye inapotea. Ina maana yuko mchumba magumasha asiyedumu, ukimpata baadaye anatoweka. Lakini leo mwanangu, nasema baraka ya Bwana ikupe cha kudumu. Mtu anayepokea baraka asimama aseme haleluya.